haiko mbali. Hiyo sio sawa. Tunatakiwa kuendelea kuimarisha utulivu, uendelee kuwa hii itatusaidia. Lakini mbali na hayo, nina jambo lingine. Binti yangu amekuwa yuko mbali na mimi. Tumekuwa hatuelewani na binti. Haishi kama binti wa mfalme. Haishi kama mtoto wa Azuma. Na hii ni kwa sababu yeye anaamini mama yake ni muamini. Lakini sivyo, na wewe unaelewa. Kuna muda natamani nikae na binti yangu, nizungumze naye, nipange naye mama, kwa sababu yeye ndiyo pekee. Natamani wewe. Nataka ukazungumze naye.
ukaongea naye swala yeye kuja kukaa karibu na baba yake, aishi kama baba nipo, aishi kama mfalme yupo, aishi kama mtoto wa Azuma. Nataka ufanye hivi, nirudishie binti yangu. Sawa mfalme, nakusikia na nitafanya hivi. Naamini watanielewa, binti yako atarudi kama zamani. Mwenyezi Mungu akakujalia moyo wa hekima na maneno ya busara, binti yangu akakuelewa na apate kurejea kwa baba yake, na ikawa hivi. Sawa sawa, nafikiri tunaweza kurudi kwenye imani. Ndio. Katika maisha yangu sitaweza kuishi kwa amani kama Azuma ataendelea kuwa hai. Unatakiwa kuwa makini sana, maana Azuma ni mtu hatari sana. Ameharibu maisha yangu, ameniulia mume wangu, amechukua utawala wetu. Nitaendelea kuwa kivuli kwake mpaka nitakapokamilisha jambo langu. Hakikisha unafika sehemu sahihi. Mheshimiwa Mfalme, chumba cha siri ni chumba ambacho kipo ndani ya tawala na kina walinzi wengi sana, na wahusika wa chumba hicho ni sisi viongozi ambaye tuko hapa. Nashangazwa na huu wizi uliofanyika. Mheshimiwa Mfalme, litazame hili kwa makini, maana litaleta tatizo kubwa kwenye tawala hili. Mfalme wangu Azuma, saa mimi umenipa dhamana ya chumba cha siri. Nilivyochunguza nikagundua kuna wizi umefanyika kwenye chumba cha siri. Mlangoni wa chumba cha siri kuna kitu nikakikuta. Hicho kitu nikakichukua. Nikaondoka moja kwa moja kuelekea kwa mhusika. Nikaingia chumbani kwake. Sikumkuta. Mfalme wangu Azuma, naomba kuna kitu nikupatie. Kama nitakuta na hatia, nipo tayari kupokea adhabu yoyote itakayoniadhibu. Mfalme wangu mtukufu Azuma, kupotea kwenye nyaraka zetu za siri, hii ni hatari kwa tawala yetu. Mfalme wangu, kuna jambo naomba niongee kama utanipa ruhusa yako. Inasemekana malkia mdogo ameonekana mpakani tena akiwa peke yake bila walinzi na bila ruhusa yako pia. Malkia, naomba tuambie, ulifuata nini? Oh, samahani mfalme wangu.
kumbe hili jambo ulipaswa kuuliza wewe. Lakini kupotea kwenye nyaraka zetu za siri, hii ni hatari kwa tawala yetu mfalme. Mtukufu mfalme, naona kuna viroboto wanarukaruka kukamilisha jambo lao. Alafu leo asubuhi kumetokea wizi. Kuna vitu nimeibiwa vya thamani sana, na hichi kikiwemo kimojawapo. Haya, niambie, uliiba kwenda kuweka kwenye chumba cha siri ili mimi nionekane mwizi, au umeiba kwa ajili ya tamaa zako? Mimi sio mwizi mfalme wangu. Basi inatosha. Mimi ni Malkia, mke wa mfalme Azuma. Sikujua kama nina mipaka kutembea katika eneo letu la kifalme, kwamba niende huku nisiende kule. Tawala hii inaongozwa na mimi Yoko. Ya mfalme, dada wa mfalme, kiongozi mkubwa. Na kile chumba tulioko hapa ndio tunahusika. Yaani ndio tunaoingia katika ule mlango. Hivyo upotevu wa nyaraka za siri unaonyesha zaidi kuna jambo la tofauti linaendelea. Nataka nyaraka zipatikane, na lazima wewe. Inaonekana kuna kundi jipya limeibuka hapa. Kuna kundi ambalo lina malengo tofauti na tawala ya mfalme Azuma. Liko hapa, lipo. Hilo pia litambulike, la sivyo nyaraka zipatikane. Kuingia kwenye chumba cha Malkia si ruhusa yake, ni kosa, na umefanya kosa. Kiongozi amekosea. Semekano inaonekana mkali bila ya walinzi. Hilo ni kosa. Amekosea. Amefanya kosa kubwa sana. Lakini pia sikukuruhusu. Umeongeza kosa lingine. Malkia, makosa yako yamekuwa mengi sana. Taratibu za mtu akikosea zinajulikana. Ni nini huwa kinafuata? Ni adhabu, si ndio?
Yeyote anayekosea ni lazima awajibishwe kulingana na makosa aliyoyafanya. Sheria zetu zipo kama msumeno, huwa zinaenda na zinarudi. Hatupo kwa ajili ya kuwahukumu wenzetu, tupo kwa ajili ya kuhukumu kwa haki. Lakini hapa nataka niwakanye kwa mapema, nataka niwakanye kwa mdomo. Sitataka kumwadhibu yoyote kati yenu, ila ninachotaka kujua nyaraka za siri zimeenda wapi. Nyaraka lazima zipatikane na mwizi lazima atambulike. Aliyeiba nyaraka lazima apatikane. Kiongozi, mwizi wa nyaraka lazima apatikane. Na naomba tulifanyie kazi haraka iwezekanavyo. Malkia, hili lifanyie kazi haraka. Dada mfalme, nyaraka zipatikane. Nafikiri tumeelewana. Nyaraka ni kitu muhimu sana. Hivi sio Azuma ninayemfahamu? Umekuwa na akili kweli wewe? Hili jambo umelikalia kimya eh? Ni kitu gani kinakufanya wewe usichukue maamuzi kati adui ameonekana yupo wazi? Kumbuka ni mikono yangu ndio iliyokuweka pale kwenye kile kiti. Hivi wewe umekuwa mjinga kiasi gani? Umekuwa mpumbavu kiasi gani? Sio Azuma huyu mnayemjua mimi. Wewe umekuwa mjinga, umekuwa mpumbavu. Mimi Azuma? Najua. Oh